kama nilivyokuambia tutakuwa na wadau tofauti wakiwa wanazungumzia namna gani wanaunga mkono harakati za muziki wa Singeli kwa mkoa wa Morogoro. Mambo vipi? Poa. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Alice. Alice, uko hapa Mafisa kwa muda gani? Niko hapa miaka mingi sana. Nimezaliwa hapa. Sabi namfahamu kama msanii msanii wa Singeli hapa Morogoro. Yaani msanii wa Singeli ambaye Singeli zinaanza. Nyimbo za Sabi ndo zilikuwa bila Sabi kuimba, sijui kina BM wapiga muziki, sijui kina nani, watu lazima mtu akiita muziki wa BM lazima DJ Sabi. Bila Sabi na maana Singeli kwa Morogoro zimeanzishwa hamna. Mimi ninachojua labda alikuwa anajipanga kwa sababu hapa katikati kuna wasanii wengi wa Singeli walijibuka, watoto wadogo wengi wakawa wanapiga nyimbo zao hivi na hivi. Kwa hiyo nahisi Sabi kwa sababu ni msanii mzuri naye akawa anapanga kitu chake cha kukitoa. Na hivi juzi kati aliniambia sister, namwambia vipi kaka? Mbona kimya? Akaniambia kumbe huwa mnawasiliana sana. Kaniambia dada subiri utafurahi. Muda sio mrefu kuna ngoma fulani hivi nitaiachia. Muda sio mrefu. Ngaba basi poa, haina noma, utanicheki. Kaniambia nitakuja kukuletea kipande kidogo tu. Tutafurahi sana kwa sababu tunajua ngoma atakayoitoa Sabi itawafunika wale walokuwa wachipkizi wa Singeli wote, atawafunika Sabi. Sabi unapozungumzia Sabi hadi natetemeka. Sabi ni mtu hatari. Hiyo ngoma mimi naumia kimoyo moyo mama kimoyo hiyo kaka hatari. Acha. Sisi kama wana Morogoro tunamkaribisha sana na tuna chochote atakachokitoa sisi tutakipokea kwa mikono miwili kwa sababu ngoma zake tunazifahamu, kwa hiyo tunajua hakuna baya kwake. Sisi anatuletea kitu kizuri ambacho sababu Morogoro tunajua Morogoro ndio kila kitu. Wasanii wengi wanatoka Morogoro. Kwa hiyo sisi hatuna shaka na Sabi. Mimi kwa kifupi nampenda sana Sabi. Niko naye pamoja sana. Hivyo tu. Sasa niko na dansa bora au maarufu aliyefanya vizuri sana katika nyimbo mpya ya Sabi Mkongwe ambayo iko pale YouTube inaitwa Enjoy. Mambo? Poa. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Shumli. Kwenye Enjoy ulichangamka sana. Mbona leo kama kinyonge sana? Hamna, kawaida tu. Video umeiona? Video nimeiona. Unaona ulichokifanya? Nashukuru Mungu. Pia nimeiona na watu nimewatumia linki. Nikamwambia jamani tunaomba mtu support kwa hicho tulichokifanya watu wa Morogoro. Unadhani video ambayo umefanya imekufungulia milango kwa kiasi gani? Mikubwa sana, manake mimi ni dancer, niseme ni dancer tu wa kucheza Singeli. Ila bado naenda sehemu mbalimbali zaidi. Maana sio hapa tu Morogoro, sehemu mbali. Mpaka mwenyewe sasa naogopa. Simu zimekuwa nyingi. Simu zinaita. Mpaka naogopa. Mpaka nasema sasa sehemu nyingine sijawahi kwenda, nikienda huko nisije nikachinjwa. Sabi kaniambia kuna ngoma mpya anataka kuitoa. Amekusikilizisha? Bado hajanisikilizisha, ila nahisi labda atakuwa amenitumia. Sijaingia bado na nilio online. Ni ngoma kali sana na ni ngoma ya kuchezeka kwa sababu mimi nilivyoona video yako kwenye Enjoy nilivutiwa sana na kutafuta ili tuweze kupiga story juu ya ujio mwingine wa ngoma ya Sabi. Akikucheki sasa hivi kama ulivyosema utakuwa uko tayari? Mimi kama niseme katika udensa wangu mimi hapa na yeye mimi nimeanzia mbali na yeye, tuseme labda yeye ndo alonitoa mimi kwa sababu mimi yeye kaanza kunipigia mimi simu, bwana yeye kuna show same friend tunatoka Morogoro tunaenda, tumeanzia chini nitamsupport kuanzia hapa mpaka tunapoenda. Msanii akikuhitaji kwenye ngoma yake kufanya kumpa support ya kucheza au sio, kwa sasa hivi haraka wewe bila kiasi gani wewe ucheze? Hiyo mimi ni siri yangu mimi na yeye. Mtakao bagei. Na kupataje sasa katika mitandao yako ya kijamii? Mimi ukitaka kunipata unaandika kama TikTok natumia Chituntu Shum, Facebook natumia Chituntu Shum, Instagram huwasipendeleagi. Kwa hiyo ni hizo tu. Namba ya simu huko mtamalizana DM. Mimi naitwa Fundi Jimmy. Fundi Jimmy unapatikana Morogoro maeneo gani? Mimi ninapokaa
nakaa maeneo ya 6 ila hapa ni ofisini kwangu. Bwana, kwenye mtaa wako Ricky, tumepigiwa simu tuweze kufika kwenye mtaa wako. Kuna wasanii wengi sana wa Singeli, lakini miongoni mwa wasanii tumeambiwa kuna kijana anaitwa Sabi Mkongo. Unamfahamu kijana huyo? Namfahamu. Ukimuona unamjua au unamfahamu kwa nyimbo? Namfahamu nikimuona na kwa nyimbo pia namfahamu. Okay. Nyimbo gani ya kwake Sabi Mkongo wewe unaipenda? Ya kwanza kabisa ambayo mimi naipenda sasa zaidi ile Kimoyomoyo. Kwa nini kila mtu ambaye nakutana naye mitaa hii ya Morogoro kimuulizia Sabi Mkongwe, nyimbo ambayo ni maarufu ni hiyo Kimoyomoyo? Na ana nyimbo kibao hapa ametoa, lakini kwa nini hii Kimoyomoyo? Nyimbo Kimoyomoyo ni nyimbo ambayo kiuhalisia kila anayesikiliza anaisikiliza vizuri, na ina vitu kiufupi kwamba ina vitu vya kiuasilia zaidi. Yaani ni kitu hicho kizungumzia ambacho kipo kwenye jamii, hasa zaidi kitu ambacho kiko moyoni. Kwa jinsi nilivyo kunoti, kuna wasanii ambao wanaimba nyimbo ambazo zinafikisha ujumbe wa jamii, lakini kuna wale wasanii ambao wenyewe wanaimbia usela, matusi mengi. Kwa hiyo nataka kuniambia kwenye hii Kimoyomoyo aliimbia jamii, yani ujumbe ufike kwa jamii, na ndio maana kila unapoenda Sabi Mkongwe nyimbo inayotambulika Kimoyomoyo, si ndio? Kiufupi ni kwamba wengi wanaimba Singeli, lakini Sabi kila kitu anachokitoa anakitoa kinaangalia uhalisia na kinaangalia maisha ya sasa. Sio anaimba tu ili mradi nyimbo kwamba kila mtu anaimba tu ili mradi, lakini Sabi kila anachoimba anaimba nyimbo ya Singeli, lakini nyimbo ya Singeli inaendana na uhalisia wa kitu. Kiufupi ni kwamba kila anachokitoa anakitoa kitu chenye ujumbe halisi. Mimi naamini kitu kimoja kwamba Sabi ana kitu ambacho kwa kawaida huwezi kukiona, lakini ukimsikiliza katika ngoma yake yoyote ile ambayo anaitoa, kuna kitu unajua kabisa nini anafanya. Kwa hiyo yupo vizuri na atafika mbali. Mimi sasa zaidi nikufuatilia sana ngoma zake, nazisikiliza sana. Hata kwa mwingine ambaye asiyejua, nafikiri amfuatilie. Hasa zaidi ni hilo. Kwa hiyo atafika mbali, ni msanii mzuri. Na wapo ambao hawamfuatilii, lakini kufuatilia nyimbo zake utaona nini. Atakapata muda kumfuatilia ataona nini anafanya. Nyimbo usisikilize tu, unasikiliza kipande kidogo, unajasikiliza mpaka mwisho, utaona mtu mle kaika nini. Kuna madini hapo ya kutosha. Sasa tukupe nafasi sasa wewe ya kuwaelekeza wale wakazi wa Morogoro ambao wanahitaji kufika eneo hili, labda kwa marekebisho ya vifaa vyao vya moto. Hebu wape direction sasa hivi. Mimi napatikana maeneo ya Fowei, mtaa Mfungwa Kinywa. Niko hapa ofisi yangu, na ofisi yangu ni kongwe kitambo sana. Kwa hiyo nipo na wakaribisha wote ambao wananifahamu na wasionifahamu. Tuko hapa tunatengeneza vyombo vya moto, bajaji kwa gharama nafuu yani kama bure, inakuwa sawa. Kwa hiyo hamna tabu yote. Karibuni. Dada, habari za kazi? Salama kakangu, za huko tuko poa kabisa bwana, kama kawaida. Karibuni sana. Asante sana bwana. Niambie. Naona tumekuvamia kwenye majukumu. Ndio naona hapa amenivamia kweli. Mara niko busy hatari. Sasa bwana, tumepigiwa simu sisi tuje mitaa hii Mfungwa Kinywa. Kwa lengo moja la kufahamu historia ya msanii anaitwa Sabi Mkongo. Unamfahamu msanii huyo? Namfahamu Sabi. Unafahamu kwa kivipi yani? Sabi namfahamu kama msanii na ana nyimbo nyingi kaimba. Kwanza Kimoyomoyo ndo naitambua sana. Sawa. Kwa nini Kimoyomoyo? Yani kwa ile eneo lote tulilozunguka kila mtu anaizungumzia Kimoyomoyo. Kwa nini Kimoyomoyo? Kwa mimi nilivyoiona ile nyimbo, sijui kwa wenzangu wengine. Yes, ndio alioimba. Kwa mtu kama kitu kakiimba kiwa kizuri lazima unaikubali. Ndio. Sasa sijajua kama ile Kimoyomoyo huwa alimaanisha nini, lakini sisi tumeipenda. Ni kipengele gani kwenye nyimbo ya Kimoyomoyo unaipenda? Mimi kwa kweli nakipenda kile kipengele ambacho alichokupo ni klabuni, sio hotelini pale. Pale. Ndio pale. Na ni vyote ila pesa sana napenda, napenda vizuri. Sasa ukipata nafasi sasa hivi ya kukutana na Sabi Mkongo, utamwambia nini? Kwa sababu muziki wa Singeli sasa hivi umekuwa na mageuzi makubwa sana. Sabi kama Sabi, kwanza hapo sasa kwanza hapo alipo kwanza natakiwa yani apate
mdhamini Mdhamini wa kumsupport. wa kumsupport kipaji chake. Ndio. Ili kiende vizuri. Ndio. Umeona Ndio. Kwa hapo mimi cha kumwambia tu labda kama kumsupport. Na kumsupport kwa tunamsupport tunavyoongea, na kama kuna mwingine ambaye mwenye riski, wewe unamtoa tu. Mambo yanaenda vizuri. Maana huyo hawezi kujipeleka bila nyinyi. Bila sisi. Bwana, kama nilivyokuambia, mapokezi ni makubwa sana kwa watu wa hapa. Mtaa unaitwaje? Fungua Kinywa hapa Morogoro. Wanamkubali sana Sabi Mkongwe, na tuzidi kumkumbusha tu kuamka pale alipokuwa amelala, amke na kufanya kazi zaidi na kweli kabisa. Pale aliposinzia. Nafasi bado anayo. Nafasi anayo kubwa, mashabiki wanampenda. Wengi sana, hata mimi namkubali. Ndio, azidi kuachia nyimbo. Hivyo sio siri. Bwana, nashukuru sana, nikuache uendelee na. Na mimi nashukuru sana kakaangu. Sawa. Nashukuru sana kaka zangu, karibuni sana. Hapa ndo Mfungua Kinywa. Na ninaona watu wanakaribia kufungua kinywa. Umeona? Karibuni kaka. Asante sana. Dada, pole na majukumu. Asante kaka. Unaitwa nani? Naitwa Mwana. Unapatikana mitaa gani hapa Morogoro? Kana mitaa Mafisa. Kwa nini neno Mafisa? Maana ukiwa huko mikoa tofauti unaambiwa bwana Mafisa bwana ni sehemu ambayo imechangamka, ukienda Kizembe umeisha. Ni kweli tunayoyasikia huko? Ni kweli. Mafisa ni sehemu ambayo imechangamka, ina wasanii wakubwa, ina mambo mengi. Yaani kikweli Mafisa imechangamka. Pia Mafisa ina wasanii ambao walikuwa watu zamani walikuwa hawawafahamu, lakini ina wasanii wakubwa kiukweli. Nyimbo ambayo ya Sabi ambayo nikisikiliza ambayo yani ni nzuri ni Kimoyomoyo. Sisi tunataka kumuona Sabi akiwa kwenye level za juu kabisa. Kwa sababu Sabi ni msanii mkubwa toka tumeanza kumfahamu hapa mtaani, toka tuko wadogo hivi. Ni msanii mkubwa sana. Kwa tunataka yani awe msanii mkubwa zaidi. Mnaangaliaga YouTube, manake naona una simu kubwa. Na Sabi ana akaunti za Insta, TikTok, YouTube. Yupo. Tunamsupport. Tunamsupport. Neno moja kwa Sabi, tunataka akaze. Sabi amepotea. Hatujamsikia siku nyingi, lakini mtu ambaye anajua. Na Sabi si anakaa mtaa huu. Anakaa mtaa huu. Chanzo cha Sabi sasa kupotea ni? Hapana, sisi hatujampoteza. Unajua sasa hivi singeli inahitaji ushindani sana. Wasanii wa singeli ni wengi sana. Kwa hiyo ina maana usipokaza unakuta wenzao wanakufanyaje, wanakupita. Kwa hiyo sasa hivi anatakiwa akaze, apambane. Sabi ni anajua. Ni anajua kuimba. Kitambo tu tunamsikiliza kipindi kiko na kinaridi, lakini alikuwa anajua, tunamsikiliza sehemu nyingi sana. Kwa hiyo ni akaze, awe msanii mkubwa kama alivyokuwa wengine. Hawa kina J Combat wamekuja sasa hivi tu wamepata majina, akati ni msanii mkubwa. Kwa hiyo ni kukaza tu. Majina yangu mimi naitwa Bwana Masoko. Yaani Masoko ndio jina langu maarufu, lakini jina langu kabisa ni Mzai Joseph. Bwana Masoko, nimezungumza na Sabi mara nyingi huwa anakutana. Ndio. Wewe kwa Sabi ni kama nani? Ami bwana Sabi, kwanza mimi ni mshabiki wake namba moja. Mimi namkubali sana mwanangu kwa sababu tumepitia vitu vingi sana yani huko nyuma yani nikiwa mimi na Sabi. Yani ndio maana mara nyingi sana Sabi huwa ananitaja. Hata ukiangalia katika nyimbo zake, unajua mtu unaweza ukamgia support, sio hata ya hela tu. Yani hata support tu ya ushauri. Bwana ndugu yangu bwana fanya hivi inatosha yani. Kwa hiyo yani vitu vingi sana tunakaa tunashauriana na Sabi. Sabi anaenda kwanza na wakati, yani mimi mara nyingi sana nilikuwa namshauri kwenda na nyakati za sasa hivi jinsi game ilivyokuwa. Kwa hiyo yeye aende na game inavyotaka. Hapana, sio solo artist. Yani management ni muhimu kwa sababu kwanza muziki wa singeli sasa hivi unakuja kutengeneza yani kwamba katika dunia yani singeli inakuwa inatambulika kwamba inatoka nchini gani, yani ni Tanzania. Kwa hiyo ni bora aongeze juhudi ili azidi kuitambulisha singeli. Yani mimi nawaambia ndugu zangu watu wa Morogoro, ilikuwa naomba sana tumsupport kijana mwenzetu kwa sababu unajua sisi yani kusapotiana ni kitu cha umuhimu sana. Yani tunaomba support yani ile yani kumpromote ndugu yetu yani kumpa mkono, kumshikilia yani tusimwache yani hivyo yani. Dada, mambo vipi? Poa, rafiki. Unaitwa nani? Naitwa Ndema kama Mafisa. Mafisa ina vipaji vingi eh? Wewe usiombe. Nipe vipaji vitatu vinavyopatikana ndani ya Mafisa. Cha kwanza singeli. Cha pili kucheza mpira. Cha tatu mwendo wa kulewa. Wala. Cha kwanza tumeambiwa ni vipaji vya singeli. Cha pili tumeambiwa mambo ya mpira, na cha tatu mimi simalizi.
Mafisa ina wasanii wengi sana wa Singeli. Kweli. Naomba nitajie wasanii watatu kwa upande wa Mafisa wa Singeli. Wa kwanza Sabi. Wa pili Dula lakini kashafulia. Watatu alikuwa Gasamu naye kashafulia. Na hii sasa anajipanga. Unajua yani watakuwa mtu kai kutulia, unajua unachokifanya nini. Kwa sababu kama muziki yake akitoa anaga matusi, anaimba yani muziki mzuri. Hata watoto wakicheza wanafurahika. So wengine wanaimba matusi, sijui toa panga mara hivi. So yeye anaimba vizuri. Yeye anajenga. Ni mimi muziki wake ukiko hata saizi nacheza vizuri tu na nauelewa. Kweli mimi ni desa wake kwa sababu namkubali sana, anajua kuimba vizuri. Lazima yani nyumba yake nikipanda juu nacheza ninajisikia vizuri. Nimestop kwanza nalea. Kwa hiyo baada ya malezi unategemea narudi tena Kwa tutegemee kukuona kwenye video zinazokuja sasa. Mapema. Sasa neno moja kwa Sabi Mkongwe. Mimi ninachopenda kumwambia kama akitoa nyimbo, maana hajaimba muda, atoe nyimbo nzuri yani kali. Hadi mimi mchezaji kwa zamani nikisikia hata kantia moli, hata nikapata tena juu ya jukwaa. Asimbe matusi. Na Sabi tabia matusi anaga nyimbo za matusi. Bwana mdau amefunga kwa hivyo kwamba amempa onyo Sabi kali kwamba aimbe lakini asiimbe matusi, lakini pia amemtetea hapo na kusema kwamba hiyo tabia Sabi huwa hana. So ni jukumu la Sabi sasa hivi kuchukua nafasi, kuangalia wapi kwenye mapungufu, mistake alifanya wapi na kurudi kufanya kitu kipya zaidi. Umesema hapa ni maeneo gani kwa Morogoro? Mafisa. Mfungua kinywa. Wakumbushe, Mafisa ina vipaji vitatu. Cha kwanza Singeli, cha pili mpira, na cha tatu mwendo wa kulewa. Bwana mambo vipi kaka? Bwana fresh na waje. Kwa majina naitwa RK Mjukuu Tuli hapa. Jina tu linaonyesha kwamba wewe ni mdau wa Singeli kwa mtaa wako. Kabisa. Bwana leo tuko hapa mtaani kwako kwa lengo moja. Tunahitaji tufahamu historia kidogo ya Sabi Mkongwe. Bwana Sabi Mkongwe da kitambo mwanangu. Ndio. Yaani noma, yaani ukimzungumzia Sabi. Ndio. Aisee ni noma. Noma wake unakujaje sasa bwana Lama? Bwana anajua. Vipi sasa mimi sijamsikia muda mrefu afu unaniambia anajua. Bwana kuna ngoma zake fulani hivi. Ukisikia? Babu sio poa. Yaani ni noma. Ngoma gani sasa unaikubali? Mimi kama mimi hapa. Ngoma Sabi Mkongwe. Zote nazikubali. Kimoyo. Afu yenyewe Sabi Mkongwe ile. Yani mimi zote zimeti nazikubali. Sasa wewe kama mdau, huyu Sabi Mkongwe kwa muda kidogo alikuwa amesizi. Au sio bwana? Umepata nafasi gani au umetumia njia gani ya kumfanya huyu Sabi Mkongwe aendelee kufanya kazi? Unajua katika wasanii wa Singeli unaweza kuona kwa kimya lakini siku zote wanasema so kuna kobe kainama unajua anatunga sababu watu wakubwa unajua. Sabi katika kimya sio kaka kimya. Alikuwa anasoma game na kwendaje mwisho wa siku ndo kama hivi unavyoona katika harakati. Najua kuna wasanii wengi kwa sababu Singeli lakini na imani kwa sababu sasa kama na mwezi Sabi kama Sabi kwa mimi hapa namkubali sana Sabi, anajua anaweza. Ni hivyo tu. Kitu tunamshauri aendelee kwanza kwenye game. Sababu kuna vijana wengi sana wanakuja katika game la muziki wa Singeli. Na yeye kama mkongwe akaze. Hivyo yani. Media za Morogoro unahisi zina support kwa kiasi kikubwa sana muziki wa Singeli? Kizungumzia radio pamoja na TV ambazo ziko mkoa wa Morogoro. Ina support. Kwa namna gani? Kwa mfano ukipenda radio, umeona hata nyimbo zao nyingi unasikia kupitia radio. Na sababu gani ambao unahisi inafanya kwamba Morogoro wanakuwa wanatoa show kali sana? Wasanii wa Morogoro wanafanya show kali sana. Lakini ili waweze kuhit lazima kwanza waende Dar es Salaam. Kwa nini wanafunga safari kwenda Dar es Salaam? Mimi ninachokiona kikubwa zaidi labda kupata nini wanasema nini? Masponsor. Hivyo yani. Lakini Morogoro kama unavyosema wasanii wa Morogoro piga show kali. Ndio kama unavyosema wewe wengi wakenda Dar ndo utakuta wanasikika. Hivyo yani. So Morogoro tu au Dar es Salaam, Tanzania nzima nataka hivyo. Mimi nataka kwamba sio Morogoro wala Dar. Yani nataka Tanzania yani. Nisikie Sabi yani nisikie bana wewe Sabi. Hivyo yani. Bwana Sabi Mkongwe nafikiri una kibarua kizito sana. Kwa watu wote ambao tumeongea nao, kitu wanachoongea wanakuhitaji
ufanye juhudi kubwa sana ya wewe kuweza kufika hapo ambapo unapatarajia. Na juhudi wadau tayari wanaonyesha wanania. Sasa ni wewe tu kuonyesha jitihada zako wewe namna gani ambavyo wewe pia unaunga mkono wa wadau kwa kile ambacho wameshaanzisha. Bwana nikushukuru sana Bro Lama. Na tutazidi kuwa wadau katika mtaa wako. Naitwa RK Mjukuu wa Tuli hapa. Bwana, hebu jitambulishe tena, waambie bado unaitwa RK Mjukuu wa Tuli. Mzee wa kupenda sengeli. Natisha mzee. Oya, imeisha hiyo. Sabi mkongwe hapa.